Sasa leo ugonjwa wako umetoka. Anagusa kibiongo chake. Mama aliyepiga 18 anainuka tu. Leo si halali kufanya kazi, si halali kufanya ibada. Yesu akauliza, siku ya Sabato kutenda mabaya na kutenda mabaya nini? Alisema kang'ang'ania. Unaanguka ndio, wote unaendelea. Ukishika Sabato unakuwa Farisayo. Unakuwa Farisayo mnafiki. Yaani unasema hivi lakini we mwenyewe unavunja. Na Yesu alisema amkusoma ilivyoandikwa kwamba siku ya Sabato makuhani huinajisi Sabato. Na kweli ikiletwa sheria ya kutupa jiwe mwendo wa Sabato, wote wanaosali Jumamosi wanatakiwa wapigwe mawe mpaka wafe, kwa sababu hutaweza kurusha jiwe mpaka mjini. Kwa hatuwezi sisi kubeba Sabato ya siku. Sisi tunabeba Sabato ambayo Yesu Kristo amesema njooni kwangu ninyi nyote wenye mizigo. Kwa mizigo haituliwi kwa kuabudu Jumamosi, mizigo inatuliwa kwa kumwamini Yesu. Amen. Siku moja Paulo mtume alikwenda kwenye umishi, alikutana na Mafarisayo. Ukisikia habari ya Torati na Sabato, wenyewe ni Mafarisayo. Paulo alikuwa mwenyewe. Ndio maana alisema kwa habari ya kushika Sabato, mimi ni Farisayo wa Mafarisayo. Kwa ukisikia habari ya Torati na sanani Sabato, mwenyewe Farisayo. Sasa Paulo alipoenda kwenye Injili akakutana na watu wanamwambia hivi, usipokuwa na desturi za Musa na kuwafundisha watu kutahiriwa na kuwafundisha watu washike Sabato, wewe si safi. Wakamsumbua siku nyingi, mwishoni Paulo akaamua arudi kwa wazee. Angalieni Matendo ya Mitume sura ya 13. Matendo ya Mitume sura yake ya 13. Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume. Mwanafunzi wa Yesu, binti yangu pale, soma Matendo ya Mitume sura ya 15, anzia mstari wa kwanza. Anzia mstari wa kwanza mpaka nitapokuambia inatosha. Amina. Ndio. Wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Basi wakasafirishwa na kanisa, wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria, wakitangaza habari za kuongoka kwao mataifa, wakawafurahisha ndugu sana. Walipofika Yerusalemu, wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee, nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyoyafanya pamoja nao. Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo walioamini wakasimama wakisema, ni lazima kuwatahiri na kuwaagiza kuishika Torati ya Musa. Mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo, na baada ya hoja nyingi Petro akasimama akawaambia, ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno